Kama una zaidi ya mwaka mmoja unatafuta ujauzito na mpaka leo bado haujafanikiwa na still unaendelea kutumia dawa mpya kila uchao, huenda haujakutana na hii video. Okay, nikukaribishe. Hii ni Medical Life na mimi ni Ibrahim. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, basi usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Medical Life. Nikukaribishe kwenye somo letu la leo. Leo nitaenda kuelezea mambo matano ambayo kimsingi unahitaji kuyafahamu endapo unahangaika kipindi kirefu kwa zaidi ya mwaka mmoja kama hujapata ujauzito. Mambo mawili nitaweka sehemu moja, lakini jambo la tatu na la nne yatakwenda kukushangaza kwa sababu huenda haujawahi kuyasikia, na kama umewahi kuyasikia haujawahi kuyafanyia kazi. Jambo la kwanza ambalo unahitaji kulifahamu kama mwanamke ambaye una struggle kwa kipindi kirefu hujapata ujauzito, cha kwanza kabisa unahitaji kujua mzunguko wako wa hedhi ni wa siku ngapi, na je, siku yako ya ovulation itaangukia wapi? Lakini jambo la pili ni ovulation, ndio maana nikasema nitaweka sehemu moja. Mizunguko ya wanawake inaweza kutofautiana kulingana na mwili unavyo respond, kulingana na mabadiliko ya hormone, kulingana na behavior za mwili wako au tabia za mwili wako. Kuna wanawake wana mzunguko wa hedhi ya siku 28, huenda hawa ndio wakawa wengi zaidi. Lakini kuna mzunguko wa siku 21 ambao ni mzunguko mfupi. Kuna mwanamke ana mzunguko wa siku 24, kuna mwanamke ana mzunguko wa siku 30, siku 35. Na huenda ukawa na mzunguko tofauti na hii ambayo nimeitaja kulingana na mwili wako, jinsi unavyo respond kwenye mabadiliko, kulingana na either lifestyle, either changamoto nyingine ambazo unazo za kiafya. Hivyo unaweza kuwa na mzunguko wowote kati ya hiyo. Na kama una mzunguko mwingine, either mzunguko wa siku 22, either una mzunguko wa siku 26, kama unajirudia kila mwezi, tunasema mzunguko wako ni regular. Mzunguko wako ni mzunguko wa kawaida, hauna tatizo. Kwa hiyo kama umehangaika kwa kipindi kirefu na haujafanikiwa kupata ujauzito, umekunywa dawa za kila aina, umepewa dawa za kupevusha mayai, umepewa supplement, umeambiwa tumia dawa kwa ajili ya hormone imbalance, lakini mpaka leo bado haujafanikiwa kupata ujauzito, naomba unisikilize kwa makini. Nisikilize kwa sababu kuna point za msingi ambazo ukienda kuzinote na kuzifanyia kazi, ujauzito utaenda kutokea kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Okay, ukiwa na mzunguko wa hedhi, kama umeshajua mzunguko wako wa hedhi labda ni wa siku 28, let's say una mzunguko wa siku 28, kuna haya mambo mawili ya msingi ambayo unahitaji kuyafahamu. Na baada ya kuyafahamu itakurahisishia kujua ni siku gani ya hatari, ni siku gani uzitumie vizuri ili kufanikisha jambo ambalo unalihitaji. Na kama utafanya pamoja na mume wako mkishirikiana, basi hii jambo itaenda kuwa jepesi zaidi. Jambo la kwanza ambalo unahitaji kufahamu kama unapitia kipindi kigumu, kama unapitia nyakati ngumu za kupata ujauzito, unahitaji kufahamu phases au stage ambazo mzunguko wa hedhi wa mwanamke yeyote zitazipitia. Stage ya kwanza tunasema ni follicular phase. Hii ni stage ya mwanzo kabisa ambayo yai linaandaliwa kwa ajili ya kuja kupevuka na mwisho siku kupata ovulation na kuandaliwa kwa ajili ya kuja kuconceive au kupata ujauzito. Yai itaandaliwa kutokea kwenye preliminary stage ambayo ni stage ya kwanza kabisa ambapo mwili una select yai au mayai fulani ambayo itakuwa ni suitable kwa wewe kuja baadaye kupevuka. Japokuwa tunatarajia mwisho siku itapevuka yai moja au yamezidi sana ni mayai mawili. Kwa hiyo unahitaji kufahamu follicular phase ambayo ni stage ya mwanzo kabisa ya kuandaliwa kwa yai, ambayo hii phase mara nyingi inaambatana na kuongezeka kwa kiwango cha estrogen, ambayo estrogen ni hormone ambayo inaenda kuandaa mji wa mimba. Kwa hiyo ili ujauzito utokee lazima mji wa mimba uanze kuandaliwa. Yai likue likomae na mji wa mimba uanze kuandaliwa. Then baada ya hapo hizi siku mara nyingi ni siku ambazo hatuwezi tukazipredict haraka kwa wanawake wengi kwa sababu huwa zinabadilika. Ni mara chache sana ukute follicular phase inafanana kwa wanawake wote. Kwa mfano, mwanamke mwenye mzunguko wa siku 21 na mwanamke mwenye mzunguko wa siku 28 hawezi kufanana hizi follicular phase. Inakuwa ni tofauti. Kuna mmoja atakuwa na ndefu kidogo, mmoja atakuwa na fupi. Kwa hiyo baada ya kufahamu follicular phase ni siku ngapi, tutakuja kuangalia kwenye luteal phase. Luteal phase ni phase ya pili au phase ya mwisho ambayo ni phase inayoanzia siku ambayo yai litapevuka mpaka unakuja kuona tena damu ya hedhi. Zile siku mara nyingi inakuwa ni siku 12 mpaka 14, lakini mostly kwa wanawake wengi ni siku 14. Kwa hiyo hii follicular phase mara nyingi ndio ambayo targeted point ambayo tunaihitaji kuweza kuturahisishia kujua ovulation itaangukia wapi. Okay? Sasa kwa haraka unaweza kujiuliza, sasa nitajuaje kama follicular phase ni siku hizi na luteal phase ni siku hizi? Utakachokifanya cha kwanza kabisa,
unahitaji kujua mzunguko wangu ni wa siku 28 let's say, au ni wa siku 21. Utakachokifanya, utachukua ile constant ya luteal phase ambayo ni siku 14. Utachukua 28 utatoa na 14, utapata 14. Okay? Kumbe 14 itakuwa ni siku za mwisho kutokea follicular phase ilipoishia, ambapo tunasema hizi ni luteal phase. Okay? Au kukurahisishia ili usichanganyikiwe, hizi siku 14 ambazo tunazipata kwenye calculation yetu, kiufupi hii ndio itakuwa ni luteal phase. Ni siku ambazo huwa ni constant kwa wanawake almost wote. Okay? Baada ya kujua kwamba ni siku 14, utakachokifanya utaanza kuhesabu. Sawa? Utaanza kuhesabu kwamba okay, kutokea hapa mpaka siku ya 14 ya mzunguko wangu wa hedhi ndio hii siku ambayo yai itapevuka. Let's say umeona damu ya hedhi tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa hiyo utahesabu, kwa sababu hiyo ni siku ya kwanza, utahesabu tarehe 1 utaenda mpaka tarehe 14. Okay? Kwa hiyo tarehe 14 ndio itakuwa siku ambayo yai itapevuka. Baada ya kujua hilo, nafikiri itakuwa haitoshi, kwa sababu siku moja kuitumia exactly inaweza ikawa ni ngumu, kwa sababu yai baada ya kupevuka ina siku chache tu za kuishi, ni masaa 12 mpaka masaa 24 tu. Kwa hiyo ukichanganya hapo unaweza kujikuta umeshapita kwenye siku ambayo ni ovulation, unashiriki kwenye siku ambazo yai tayari limeshaisha muda wake. Okay? Kwa kukurahisishia kupata ujauzito kupitia namna ya kujua mzunguko wako wa hedhi, utafanya hivi. Baada ya kujua siku ya ovulation, sawa, utaweka siku kadhaa nyuma na utaweka siku kadhaa mbele. Na hii siku kadhaa nyuma tunaziweka kwa sababu mbegu ya uzazi inapoingia kwenye via vya uzazi vya mwanamke inaweza kuishi siku 3 mpaka siku 5. Kwa hiyo kutokea ile siku ya ovulation ambayo ni siku ya 14, utaweka siku 5 nyuma. Na tukumbuke wakati wa kuhesabu tunahesabu masaa 24, sio masaa 12. Kwa hiyo siku ya 14 ukiweka siku 5 nyuma, utajikuta unaamkia mpaka siku ya 9. Kwa hiyo mwanamke mwenye mzunguko wa hedhi wa siku 28 ataanza kushiriki kutokea siku ya 9 ya mzunguko wake mpaka kufikia kwenye siku ya ovulation. Sawa? Tutasema hizi ni siku za kwanza za hatari. Siku ya 9, ya 10, ya 11, ya 12, ya 13, ya 14. Hizi zitakuwa ni siku za mwanzo za hatari. Sawa? Baada ya pale tunasema baada ya ovulation yai lina chance ya kukaa masaa 12 mpaka masaa 24 tu. Kwa hiyo kutokea pale utakuwa na masaa 24 kutokea siku ya ovulation. Utahesabu pale. Ina maana itakuwa ni siku ya 15 mpaka ya 16. Sawa? Kwa hiyo mwanamke mwenye mzunguko wa hedhi wa siku 28 anatakiwa kuanza kushiriki siku ya 9 ya mzunguko wake mpaka siku ya 16 ya mzunguko wake. Baada ya hapo tunasema yai itakuwa limeisha muda wake na itakuwa ni ngumu kwa yeye kushika ujauzito mpaka mzunguko unaofuata. Kwa hiyo baada ya kufahamu siku za hedhi, baada ya kufahamu mzunguko wako wa hedhi pamoja na ovulation, haya ni mambo ya mawili muhimu. Jambo la kwanza ni mzunguko wa hedhi na jambo la pili ni siku za ovulation. Baada ya kufahamu unakuja kwenye jambo la 3 na jambo la 4, ambapo umesema jambo la 3 na jambo la 4 ni mambo ambayo kimsingi yanaweza kukushangaza. Mwanamke ambaye una struggle, unahangaika kwa kipindi kirefu kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, haujapata ujauzito. Zimebakia tu lawama kwako au kwa mume wako kuhisi mmoja ana matatizo. Unahitaji kufahamu jambo la 3 na jambo la 4, na unahitaji kuwa makini zaidi kuyasikiliza haya mambo, kwa sababu kuna vitu vya msingi ambavyo unaweza kuvizungumza hapa. Kama mwanamke unahitaji kufahamu vizuri kuhusu afya yako ya uzazi. Afya ya uzazi hapa nakusudia mambo yafuatayo. Kabla ya kuanza kuhangaika na kulaumu, unahitaji kufahamu homoni zako za kike zikoje. Unahitaji kufahamu kama una magonjwa yoyote nyemelezi kwenye via vyako vya uzazi. Hapa nazungumzia zaidi maambukizi kwenye via vyako vya uzazi. Uende ukapima hospitali au zungumza na daktari wako aweze kufanyia vipimo kuangalia kama una maambukizi yoyote kwenye kizazi. Lakini jambo la 3 unahitaji kufahamu kama una uvimbe maji. Jambo la 4 unahitaji kufahamu kama una fibroid kwa maana uvimbe kwenye kizazi. Jambo la 5 unahitaji kufahamu kama mirija yako ya uzazi haijaziba kwa maana hauna tube blockage. Jambo la 6 unahitaji kufahamu kama aidha unapata ovulation vizuri, kwa sababu kuna wanawake ambao hawapati ovulation. Lakini jambo jingine unahitaji kufahamu kama kuna abnormalities au hali yoyote ambayo si ya kawaida, aidha ni tatizo la kurithi au umezaliwa unalo kwenye via vyako vya uzazi. Kuna wanawake ambao wanazaliwa na mirija ya uzazi ambayo imekuwa imepinda. Kuna mwanamke ambaye anazaliwa akiwa na mlango wa kizazi umegeuka, haujakaa kama wanawake wengine. Kwa hiyo unahitaji kufahamu haya mambo kabla haujaanza kumlaumu mtu yeyote, kwa sababu kama una fibroid, kama una ovarian cyst, kama una tube blockage, kama una mirija ya uzazi ambayo imepinda na mfano hayo, itakuwa ni ngumu kwako kupata ujauzito. Lakini pia kuna wanawake ambao wanapata maumivu makali wakati wa hedhi, wakiamini hii hali ni ya kawaida. Kupata maumivu makali wakati wa hedhi, this is not normal. It can be a certain disorders.
lakini wakati mwingine huenda kweli siashirie tatizo lolote. Lakini kuna baadhi ya wanawake ambao wanapata maumivu makali wakati wa hedhi, lakini wakienda kufanywa kipimo hasa abdominal pelvic ultrasound, wanagundulika kwamba wana endometriosis. Wana hali ya tissues ambazo zinafanana na tissues zopo kwenye mji wa mimba au kwenye endometrium, zinaota eneo tofauti na hapo, aidha nje ya uterus, aidha kwenye kibofu, aidha kwenye mirija ya uzazi au maeneo tofauti na hayo. Kwa hiyo unahitaji kufahamu status ya hali yako ya kiafya, hasa afya ya uzazi vizuri kabla haujaanza kulaumu. Kama una hormonal imbalance, you need to treat hormonal imbalance. Kama una fibroid, hakikisha unaenda kufanya operation either, au unazungumza na daktari wako. Kama ana dawa anaweza kaipendekeza ambayo inaweza kuyeyusha ule uvimbe kwenye kizazi, basi fanya hivyo, kwa sababu inaweza kudhibiti au kuzuia usipate ujauzito. Kama una ovarian cyst, una uvimbe maji, unahitaji kufanya matibabu haraka. Lakini kama unasumbuliwa na tatizo la PCOS au polycystic ovarian syndrome, unahitaji kufahamu vizuri na matibabu yake, kwa sababu mwingine anafanya tu matibabu, let's say utaambiwa tumia labda clomiphene kwa ajili ya kukusaidia, tumia labda supplement fulani ambayo umepewa, bila ya kujiuliza kwamba kuna wakati unaweza ukawa hauna tatizo lolote la hormone ambayo imesababisha PCOS, kumbe una insulin resistance. So you need to take it into considerations. Okay, jambo jingine ambalo ni jambo la 4, na hili huenda likakushangaza zaidi, ni kujua afya ya uzazi ya mwanaume wako. Mume wako afya yake ya uzazi ikoje? Kwa sababu kuna wanaume ambao wana changamoto ya oligospermia na kuna wanaume ambao wana changamoto ya azoospermia. Sasa unapokuwa na oligospermia, kwa maana low sperm count, itakuwa ni ngumu kwa kupata ujauzito. Japo kuna wanaume ambao wana low sperm count lakini bado still ujauzito unatokea. Kuna baadhi ya vitu vya msingi ambavyo tunaviangalia. Kwa mfano tunapoenda kuangalia sperm count kwa mwanaume, kuna vitu tunaviangalia. Kwa mfano tutaangalia sperm motility, tutaangalia sperm vitality, tutaangalia viscosity, tutaangalia sperm morphology and so on. Lakini hapa kwenye sperm motility huenda ikawa ni point ya msingi zaidi, kwa sababu kama mwanaume ana sperm count kubwa lakini sperm motility ndogo, kama mwanaume ana sperm motility chini ya 40%, hii itakuwa ni ngumu, either 30 kushuka chini, itakuwa ni ngumu kwa kusababisha ujauzito hata kama sperm count iko vizuri. Lakini pia kuna mwanaume ambaye ana sperm vitality, itakuwa sperm density ni kubwa kuliko zile ambazo ziko high, pia inawezekana hii ikawa ni ngumu zaidi. Lakini kuna mwanaume ambaye ukienda kuangalia kwenye sperm motility, kati ya progressive movement pamoja na non progressive movement au motility, unakuta progressive movement iko chini zaidi kuliko non progressive. Hii itakuwa ni ngumu. Unakuta kimsingi kibiolojia sperm inaposafiri itakuwa isafiri ni straight line kuelekea mbele. Sasa ukienda kupima unakuta zile sperm ambazo zina uelekeo kwenda mbele ni chache, sawa, na speed yake ni ndogo mno. Lakini kuna mwingine huyu au mwanaume huyo unakuta non progressive movement, sperm ambazo zina move zikiwa ziko pale, unakuta hizo ndio ziko kwa asilimia kubwa. Sasa itakuwa ni ngumu kwa yeye kusababishia ujauzito. Kwa hiyo kama mwanaume wako ana tatizo la oligospermia, low sperm count, unahitaji kumsaidia au afanye matibabu ambayo ni sahihi. Lakini vile vile kama mwanaume wako ana tatizo la azoospermia, kwa maana hazalishi sperm kabisa, anatoa tu majimaji ambayo hayana kitu chochote ndani yake, hii itakuwa ni ngumu zaidi, kwa sababu ili ujauzito utokee tunahitaji kupata mbegu bora ambayo itaenda kurutubisha yai. Sasa utarutubishaje yai wakati hauna mbegu kabisa? Ni swala ambalo linakuta wanawake wengi, na kadri siku zinaenda asilimia za wanaume ambao wana changamoto hizo zinaongezeka. Kwa hiyo ukiona upate ujauzito na umeenda kufanya vipimo vyote kuonekana hauna tatizo, basi unahitaji kumshirikisha mume wako au na yeye akafanya vipimo kuangalia kama yeye hana tatizo lolote.